Naamini kwamba kuna watu wataponywa kwenye ibada ya leo kupitia hili somo. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tufungue kile kitabu cha Wimbo Ulio Bora, sura ni ya 2 mstari wa 15. Kitabu cha Wimbo Ulio Bora, sura ni ile ya 2 na mstari wa 15. Naomba nisome maneno ya Mungu kama yalivyoandikwa. Anasema, tukamatie mbweha, wale mbweha wadogo waharibuo mizabibu, maana mizabibu yetu imechanua. Tukamatie mbweha, wale mbweha wadogo wadogo waharibuo mizabibu, maana mizabibu yetu imechanua. Bwana Yesu asifiwe. Somo la leo naamini litakutoa mahali na kukupeleka mahali. Haleluya. Naomba niombe. Mungu mtakatifu, Mungu mkuu, asante kwa ajili ya neno lako la uzima. Neno lako ni uzima, neno lako ni uhai. Neno lako ni nguvu yetu, neno lako ni furaha yetu. Neno lako ni ufunguo wa maisha yetu. Asubuhi ya leo zungumza nasi katika Roho Mtakatifu. Sema nasi kama ulivyokusudia, maana tuna kiu na tuna njaa, na tuko mbele zako tumenyamaza kimya kutaka kusikia kutoka kwako. Nasi Bwana tunatamani leo useme nasi, na Roho Mtakatifu akae ndani yetu akatamie saa hii katika jina la Yesu Kristo. Na roho yoyote iliyo kinyume na ibada leo tunainyamazisha kimya. Chochote kisichofaa katika ibada ya leo tunakinyamazisha kimya. Tunamwalika Roho wa Mungu mahali hapa akatawale tangu tunapoanza ibada hii ya neno lako na hata tutakapoishia. Roho Mtakatifu uwe mwalimu wetu ukitufundisha, uwe mwalimu wetu ukitukemea na kutuonya na kutukaripia ili tuweze kwenda mbinguni sawa sawa na neno lako linavyosema, achana na shetani tuende mbinguni. Asubuhi ya leo Bwana nimenyamaza kimya na watoto wako menyamaza kimya. Roho Mtakatifu atawale na kutamalaki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Basi kichwa cha somo la leo kinasema, mbweha wadogo wadogo waharibuo mizabibu. Mbweha wadogo wadogo waharibuo mizabibu. Tuna vitu vingi ambavyo tunavifanya na tunaridhika. Tuna tabia ambazo tumekuwa nazo kama Wakristo na wana wa Mungu na tumeridhika na hizo tabia. Kuna hali ya maisha tunayokuwa nayo na tumeridhika na hiyo hali ya maisha tuliyokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Mbweha wadogo wadogo ni tabia ambazo ziko ndani ya wana wa Mungu na zimewatofautisha na Mungu na zimewaondolea ushirika wao na Mungu na zimewatenga na Mungu pasipo wao kujua na zimewapishanisha na baraka za Mungu pasipo wao kujua. Mbweha wadogo wadogo ni tabia ambazo ziko ndani ya wana wa Mungu ambazo zimeharibu baraka zao. Haleluya. Ninazungumzia tabia ambapo wewe ukisikia mbweha utafikiri ni wanyama walioko porini. Mbweha ni tabia ambazo wanadamu au Wakristo wana wa Mungu tumekuwa nazo, na hizi tabia zimetutenga na Mungu, na hizi tabia zimetupishanisha na baraka za Mungu, na hizi tabia zimetupishanisha na Roho Mtakatifu. Haleluya. Hebu tuangalie kwamba tabia ya kwanza ambayo tunaweza tukasema kwamba mbweha wadogo wadogo walioko ndani yetu ni tabia gani? Mimi naweza kukwambia mbweha namba 1 ni uchafu. Haleluya. Ni uchafu. Kuna uchafu aina nyingi. Kuna uchafu wa kiroho, kuna uchafu wa kimwili. Najua kwamba unaweza usinielewe, lakini tukienda mbele utanielewa. Uchafu, mapepo huvutiwa sana na uchafu. Kitu cha kwanza ambacho shetani anakifuatilia, uchafu unavuta mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia mfano wa yule aliyefunguliwa, alitoka makaburini akiwa mchafu.
lakini baada ya muda, baada ya kufunguliwa, alitakaswa akawa safi. Kwa hiyo uchafu ni njia mojawapo inayovuta mapepo, au ni mlango unaosababisha mapepo kuingia ndani ya wana wa Mungu. Uchafu wa mwili, uchafu wa mazingira, uchafu ni lazima kuwe na kibali cha mapepo. Yani uchafu unaruhusu kibali cha mapepo ndani yako. Uchafu wa aina nyingi. Naweza nikazungumzia uchafu wa uzinzi, uchafu wa mazingira, uchafu wa mwili wako. Tabia yote ambayo inakupelekea wewe kuwa na uchafu ni mlango wa kiroho wa kuruhusu mapepo yaingie ndani yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uchafu wa mazingira ni mlango wa mapepo katika ulimwengu wa roho. Usafi ni mojawapo ya kichochezi cha kibali. Kwa mtu unapokuwa msafi wa mwili na wa kiroho, kuna usafi wa rohoni, kuna usafi wa mwilini. Hatutaki kuzungumzia usafi wa rohoni tu, lazima tuzungumzie usafi wa hali ya nje ikoje na hali ya ndani ikoje. Haleluya. Hali ya ndani ndio inaleta matokeo ya hali ya nje. Haleluya. Yani utu wako wa ndani ndio unakupa matokeo ya utu wa nje ukoje. Kwa utu wa ndani ukiwa msafi, basi na utu wa nje unakuwa safi. Utu wa ndani ukiwa mchafu, basi na utu wa ndani na utu wa ndani, utu wa ndani ukiwa safi na utu wa ndani unakuwa safi. Lakini utu wa nje ukiwa mbovu, basi ni udhihirisho kwamba utu wa ndani nao ni mbovu. Huo ni usafi. Huo ni mbwea namba moja. Nataka niende, kuna mbwea zaidi ya 12, tabia aina 12. Lakini hebu naomba tusome kitabu cha Timotheo. Naomba tusome kitabu cha Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza mlango wa 4:12. Timotheo wa kwanza, naomba msomaji mmoja atakayenisomea. Sitaki nipoteze pointi kwenye ile eneo la uchafu. Maana tumekuwa tukizungumzia usafi wa mwili wa rohoni. Tumesahau kwamba usafi wa ndani wa nje ni muhimu sana. Haleluya. Ninaomba mtu mmoja atufungulie kitabu cha Timotheo. Timotheo wa kwanza 4:12. Amina. Amina. Ndio. 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 Amina. Hapo vimezungumzwa vitu vingi: upendo, imani, usafi, mwenendo. Kumbe mwenendo wa mtu ukiwa mbaya, hiyo ni tabia mojawapo ambayo ni uchafu. Ana tabia chafu, ana tabia nzuri, tabia yake huwa ni njema, huwa ana tabia ya usafi, huwa ana tabia ya uchafu. Huo ni mwenendo ambao unaonekana na watu katika macho ya damu na nyama. Uchafu ni mazingira rafiki na mapepo. Hiyo kubali usikubali, uchafu ni mazingira rafiki na mapepo. Ndio maana mtu akiwa mchafu rohoni, mapepo ni rahisi kumvamia, mapepo ni rahisi kufanya naye ushirika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uwezi ukaachana na nguvu za giza kama hujaachana na kitu kinachoitwa uchafu. Tukizungumza uchafu, tunaelewa ni uchafu wa namna gani. Kuna uchafu aina nyingi. Kuna uchafu wa rohoni na uchafu wa mwilini. Haleluya. Haleluya. Tukisoma pia kile kitabu cha Mwanzo 41, naomba utaandika maana nataka nikimbizane na muda. Mwanzo 41 mstari wa 14. Usafi nafanya mtu apokelewe na kumpa mtu kibali. Tukiangalia kwamba Yusufu alipokwenda kuchukuliwa gerezani, hali ya gereza nafikiri alitoka kula akiwa nywele ziko kama za mwenda wazimu. Mavazi ya gerezani kila mtu anayafahamu yalivyo. Lakini kabla hajapelekwa kwa Farao, alienda kwanza saluni, akasafishwa nywele, akatolewa ndevu, akatafutiwa nguo safi ili atakapofika kwa mfalme Farao apate kibali na apokelewe. Haleluya. Haleluya. Kuna namna ya kujiweka katika
hali ya usmati ili upate kibali, ili upate kupokelewa. Hauwezi kwenda tu umekaa unanuka kwa pa, hata perfume hakuna, hata mandevu hujanyoa, hafu nataka ondoka pokelewe. Uwezo ukapokelewa na hali ulionayo. Hali yako inakuruhusu wewe kupata kibali kwenye eneo lolote, haijalishi ni ofisi ya namna gani. Lakini pale ambapo wewe mwenyewe umejiweka smart katika hali ya kimwili, unasababisha kibali. Hata kama ni ofisi ya mkuu wa mkoa, hata kama ni ofisi ya rais, unaingia kutokana na jinsi ulivyo. Kitu cha kwanza, mwana wa Mungu, jitahidi kuwa msafi. Jitahidi kujiweka smart. Jitahidi kuwa msafi rohoni na mwilini. Haleluya. Leo ninazungumzia habari ya mbweha wadogo wadogo. Mbweha namba 2, uongo. Mbweha namba 2 ni uongo. Tabia ya uongo ni mbweha namba 2, inayokuharibia kibali, inayokuharibia sifa, inafanya CV yako inakuwa mbaya, unachafua CV kwa sababu ya maneno ya uongo. Uongo ni asili ya shetani. Hata Biblia inatambua uongo ni asili ya shetani. Haleluya. Uongo ni utambulisho wa shetani. Uongo umuunganisha mtu na shetani. Mambo matatu. Uongo ni asili ya shetani. Uongo ni utambulisho wa shetani. Uongo umuunganisha mtu na shetani. Haleluya. Kila uongo ni connection ya shetani. Kila uongo, mtu wa Mungu, huu ni ujumbe. Kila mtu najua leo anapata la kwake. Kila mtu najua leo anapata la kwake. Uongo ni connection ya shetani, ni mtandao wa shetani. Haleluya. Uongo ni njia anayotumia shetani kama mlango wa nguvu za giza. Uongo, roho ya uongo, tabia ya uongo ni mlango anaotumia shetani, au njia anayotumia shetani ili wewe kupata uvamizi wa nguvu za giza. Haleluya. Uongo ni roho. Uongo, ndio maana ukisema uongo leo, ukakaa wiki 2 ukiulizwa kile kitu ulichoulizwa, utasema tofauti. Mkweli akiulizwa kitu leo, hata miaka 5 ijayo kumuuliza kile kitu atakujibu kile kile. Lakini muongo wiki hii atakwambia hiki, wiki ijayo atakwambia kingine. Kitu ni kile kile lakini kina maneno zaidi ya 3 4, unaanza kujua kwamba huyu ni muongo. Kwa hiyo uongo ni roho. Kushinda uongo ni kumshinda shetani. Ukiweza kushinda uongo, umemshinda shetani. Ukiweza kushinda roho ya uongo, kudanganya danganya, vikona kona. Shetani hata alikuwa na kona kona. Shetani alikuwa ana kona kona. Hicho kitu akimpendezi Mungu. Hiyo ni tabia namba 2. Ukishinda uongo, umeweza kumshinda shetani. Mtu anakupa hela, nenda dukani kanunue kitu, kile kitu kinauzwa shilingi 2000, unakuta namwambia kinauzwa 2500. Huo ni uongo. Haleluya. Ukiweza kushinda uongo, umemshinda shetani. Lakini mbweha namba 3 ni wivu. Sema wivu. Sema wivu. Wivu ni kitu cha kipepo. Wivu ni kitu cha kipepo. Halafu wivu umuathiri mbebaji aliyeubeba. Nataka nikupe siri leo. Ukiwa na wivu, ule wivu au muathiri unayemuonea wivu, ule wivu unakuathiri wewe mwenyewe. Maana yake ule wivu wako unasababisha yule unayemuonea wivu kuinuliwa zaidi. Wewe unashushwa kwa sababu Biblia inasema furahi na anayefurahi, lia na anayelia, cheka na anayecheka.
Sasa mtu anapofurahia kwa sababu ya baraka zilizoachiliwa kwa Mungu kwenye mikono yake, wewe unakuwa na wivu. Ule wivu unakutesa wewe. Ule wivu unakufungia milango ya baraka wewe. Ule wivu unakuwa kizuizi cha kufunga milango yako ya baraka. Badala ya kwenda hatua moja, unashushwa hatua moja kwenda nyingine. Mwenzako anapandishwa hatua nyingine kwenda nyingine, kwa sababu yeye anamtegemea Mungu. Wewe unachukia baraka za mwenzako, basi huo wivu utakutesa wewe. Unajifungia milango ya baraka, unafunga njia zako. Wivu kama vijana. Kijana akiona mwenzake amevaa kitu kizuri, anamwangalia kwa dharau. Wewe Mungu atusaidie sana. Wanawake tuna tabia ya kuangaliana, ukavaa nini leo? Leo anajifanya kama hapana. Acha nikwambie siri ya Mungu. Ukiona mwenzako amependeza, mwambie umependeza kutoka moyoni. Alafu utashangaa Mungu atageuza kule kupendeza kwake kuwe na kwako pia. Wamama, Mungu atuponye kwenye ile eneo. Na wadada, tukisuka nywele yake nzuri, unamuonea wivu, anajifanya ana hela. Hapana, ana hela, amebarikiwa. Saa ya Mungu ikifikia kubarikiwa, huwezi kupingana na baraka za Mungu. Kwa hiyo wivu ni mbweha namba 3 anayekusababisha wewe muoneaji wivu kuteseka, kufungiwa milango ya baraka na kubaki mahali ulipo kwa sababu ya roho ya wivu. Bwana Yesu asifiwe. Andika Samueli wa kwanza 18 mstari wa 9. Alafu utakwenda kusoma kama utakwenda roho ya wivu. Kuna Mwanzo 31 mstari wa kwanza. Naomba kwanza mtu mmoja atakayenisomea hiyo Samueli wa kwanza 18 mstari wa 9. Unayeandika, andika hizi pointi zitakusaidia. Samueli wa kwanza 18:9. Andika hizi pointi zitakusaidia. Amina. Sauli akamuonea Daudi wivu tangu siku ile. Hapo Sauli akamuonea Daudi wivu. Kwa nini Daudi alionewa wivu? Kwa sababu gani? Aliweza kwenda kuua lile jeshi la Wamisri, akaangamiza. Alafu sifa na utukufu zikawa zinamwendea Daudi. Wanaimba Daudi. Naomba soma mstari wa 10. Soma hapo ili watu alimuonea wivu kwa sababu gani? Amina. Roho mbaya. Ndio. Nyamaza hapo. Roho mbaya ikamjia Sauli. Haleluya. Wivu ni aina ya roho mbaya iliyoko ndani yako. Leo ninatamani roho mbaya ambayo unajua iko ndani yako, maana roho yako na nafsi yako ni shahidi mimi nikoje. Roho ulionayo iwe nzuri iwe mbaya, moyo wako ni shahidi. Haleluya. Roho ya wivu ni roho inayokutesa wewe. Angalia, roho mbaya ikamjaa Sauli. Alimuonea Sauli wivu kwa sababu Sauli aliua maelfu na maelfu ya watu. Alafu Daudi aliua maelfu ya watu. Alafu Sauli akaua 10. Kwa hiyo tu ikampa wivu kwamba Daudi anasifiwa kwa sababu ameua maelfu, mimi naimbiwa nimeua 10 ya watu. Wivu kamjaa. Lakini kumbuka, Daudi ameokoa taifa la Israeli. Daudi amempiga Mfilisti aliyekuwa ameshindikana. Yeye akampiga kwa jiwe moja tu, akadondoka chini. Tayari Sauli akaona wivu. Lakini Sauli alishindwa kumuua Goliati. Daudi akaja kwa sababu ya mafuta mabichi alionayo, mafuta yaliokuwa ndani yake. Akachukua jiwe moja, akamgonga Goliati. Goliati akadondoka chini akafa. Uwezo ukashindana na mafuta yalioko ndani ya mtu. Maana yake uwezo ukashindana na mafuta yalioko ndani ya mtu. Kwa hiyo wivu ulionao, uwezo ukashindana na mafuta ya jirani yako ambao Mungu ameachilia kwake. Kuna mafuta ya kibali, kuna mafuta ya utajiri, kuna mafuta ya kufanikiwa. Uwezo ukashindana na mafuta yaliyoko ndani ya mtu.
Haleluya. Tunaenda wivu namba 4. Mbwea namba 4. Mbwea namba 4. Hicho kila mtu anacho. Chuki. Chuki. Mwambie mwenzako chuki. Chuki. Yeyote anayekuchukia hawezi kukupita. Yeyote anayekuchukia hawezi kukupita. Chuki nao ni roho. Tena hii chuki ni roho iliyoambatana na roho ya mauti ndani yake. Ndio maana Kaini alimchukia ndugu yake akaenda akamuua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapomchukia mtu, Biblia sema mwenye chuki ni sawa na muuaji. Amchukiaye ndugu yake ni sawa na muuaji. Kwa hiyo chuki ni nguvu iliyoambatana na roho ya mauti ndani yake. Kwa unapomchukia mtu, ndani yake kuna na umauti ambao umeambatana na hiyo roho. Chuki haiwezi kumwathiri unayemchukia. Chuki na kuathiri wewe unayechukia. Sio kama unanielewa? Chuki haimwathiri umekuvaa. Basi umemchukia mtu tu bila sababu, hata ukiulizwa kwa nini unamchukia, nimemchukia tu. Hapana, ni roho ya shetani iko ndani yako. Haleluya. Upendo ni shahidi kwamba unatokana na Mungu, na chuki inatokana na shetani. Yaani hiyo haipingiki. Upendo unatokana na Mungu, na kama uko kanisani una upendo, ndugu, anza kujikataa. Anza kukataa na kuchukia hiyo hali ulionayo. Kama uko hapa kanisani una upendo, unamchukia mwenzako, unamchukia mwenzako, haiza tu kwa sababu anajitolea sana kanisani, anaomba sana, anaimba sana, anajifanya anajua kuimba, anajifanya anajua kuongoza ibada. Wewe huyo shetani ilo hakikisha unamvulia hapa unaondoka. Huku hapa una chuki na mwenzako kwa sababu labda mnatumika pamoja, ana mahali amekukosoa, ana mahali anataka wewe akuweke vizuri, akushauri. Hutaki kushauriwa, ukishauriwa unamchukia aliyekushauri. Ndugu, vua hivyo viatu leo hapa. Vua. Baba, leo hapa watu wavue viatu. Haleluya. Tunakuja, naenda haraka. Nataka nimalize vipengele vyote, alafu ukitaka nitatoa semina. Bwana namba 5, kiburi. Kiburi. Hapo kuna watu nimewagusa, hata roho Mungu anasema kiburi ni kaburi, na yeyote mwenye kiburi lazima azike mema yake. Kuna watu leo wangekuwa mbali sana. Kuna watu leo Mungu anakusudia wawe mbali, lakini kutokana na kiburi wameshushwa kaburini. Kiburi ni kaburi, na ni lazima kiburi chako uzikizike mema yako ulionayo, yale mema uliokusudiwa na Mungu. Kwa sababu ya kiburi kimezika yale ambayo Mungu alikuwa achilie kwako. Ndio maana kuna watu leo watakuwa wananungunika, mbona nimekaa kanisani muda mrefu, nimeokoka muda mrefu, sioni mafanikio. Kiburi ni tabia ya shetani. Kiburi ni tabia ya shetani. Kwa jua wewe ambaye leo una tabia ya kiburi, ni tabia ya shetani iliyokaa ndani yako. Kiburi umtoa mtu kwenye nafasi ya faida. Kiburi huwa kinamtoa mtu kwenye nafasi ya kawaida. Ukitaka kujua, nenda kamuulize Lucifer. Kamuulize Lucifer habari za kiburi. Alikuwa kwenye nafasi ya juu, lakini kiburi kilimshusha, na hiyo nafasi huwezi ukairudia. Ni nafasi ambayo ukitoka huwezi kurudi. Haleluya. Ndio maana mpaka leo Lucifer hajawezi kurudi kwenye nafasi yake, hakuweza. Kwa kiburi maana yake ni mtu asiyeonyeka. Ndugu, pokea hiyo point, iandike vizuri, tena iweke na nyota ikibidi. Kiburi maana yake ni mtu asiyeonyeka, asiyeshaurika, aliyekosa unyenyekevu. Ukishinda kiburi umemshinda Lucifer. Ukishinda kiburi umeishinda roho ya Lucifer ndani yako. Andika Petro wa kwanza 5:5.
Au mtu mmoja anisomee, maana hiyo pointi ni nzuri sana, ili kama kuna mwenye kiburi hapa aondoke na hiyo pointi. Petro wa kwanza 5:5. Kiburi kinamfanya karibu. Haleluya. Kiburi kinamfanya Mungu kuwa mpinzani wako. Umesikia? Ni neno limesema. Sema Mungu wapinga wenye kiburi, lakini wapa neema wanyenyekevu. Neema iko juu ya wanyenyekevu. Haleluya. Kiburi kinamfanya Mungu kuwa mpinzani. Angalia. Leo nenda vua hilo vazi. Tunalivulia hapa, usiliache eti. Usibaki na hilo vazi. Vua vazi la kiburi hapa. Mbweha namba 6 ni hasira. Mbweha namba 6 ni hasira. Kuna aina mbili za hasira. Hasira ya kimungu na hasira ya shetani. Kuna aina mbili za hasira. Hasira ya kimungu na hasira ya shetani. Hii ni hasira ya kimungu, hii ni hasira inayoleta mabadiliko. Hasira ya kimungu ni hasira inayoleta mabadiliko. Hii ni hasira ya kubadilisha maisha ya watu. Hii ni hasira inayoleta nidhamu ndani ya kanisa. Hiyo ni hasira ya Mungu. Kwa mfano, kuongea kanisani, kuchati kanisani, kutafuna kanisani. Hii ni hasira inayoleta mabadiliko ya maisha ya watu. Hasira hii huleta hofu ya Mungu kwa watu. Kama unataka kuandika, unaandika point, andika Luka 19:46. Utaenda kusoma. Hii ni hasira inayoleta mabadiliko, inaonya, inakemea, inaleta nidhamu ndani ya kanisa. Kuna watu kanisani wanafanyaga shamba la babu. Kwa anakuja na mabiskuti, anakula makaratasi, anatupa huko chini. Anatoa bigiji, anamenya, anatupa huko chini. Anakuja na mtoto amebeba vitu vya kula, anatupa kule kwenye nyumba ya Mungu. Anasahau kwamba hiyo ni nyumba ya Mungu, ni madhabahu, inahitajika kuheshimika. Anatupa. Hivyo vitu hiyo hasira ya Mungu ina kazi ya kukemea hivyo vitu. Haleluya. Kuna hasira hii ya kimungu ndio Yesu aliokuwa nayo. Nidhamu sio dhambi. Ukienda kusoma, tasoma Efeso 4:26. Nidhamu sio dhambi. Kwa kuwa na nidhamu sio dhambi. Kuna watu wanafikiri nidhamu ni dhambi, ni uoga, ni kuonewa. Hapana. Hapana. Hasira ya Mungu inaleta kujenga na sio kubomoa. Tujifunze kuitawala hasira. Lakini kuna hasira namba 2. Hii hasira ni ya kipepo kabisa hii. Hii ina uharibifu, ina mapepo. Hii hailengi kujenga, inalenga kubomoa. Haleluya. Hii mimi sitaki kuizungumzia sana, lakini najua kuna watu wenye hizi hasira. Alafu anaweza kusema ni Roho Mtakatifu. Hasira hii ili uitofautishe ujue ya Mungu na hasira ya shetani. Hii hasira huwa inaleta majuto, maneno kufanya maamuzi ambayo sio sahihi. Hiyo sio ya Mungu. Wewe unaona hasira ya kuchukua pango na mkimbiza mtu. Hiyo ni hasira ya Mungu, utasema ni Roho Mtakatifu. Hasira inakupelekea kutoa matusi. Lugha za matusi ni hasira ya Roho Mtakatifu. Hasira ya Roho Mtakatifu ina nidhamu, ina adabu, inajua kudiscipline kinywa. Haleluya. Inaongea maneno yenye kujenga, sio maneno ya kubomoa. Bwana Yesu asifiwe. Hii hasira sitaki kuizungumzia, lakini umeielewa, ya kuchukua mapanga ya lugha za matusi hiyo. Kama unayo ndugu, naomba leo tuivulie hapa, tunaiacha. Kuna hiyo nafikiri nimemaliza kupita, maana kienda kwenye Mhubiri 7:9. Nakwambia hasira hii hufanya mtu kufanya maamuzi mabaya, kutokubadilika. Kuna chochea miujiza yako
Kutokubadilika kunachelewesha miujiza yako. Kubadilika kuna kuvutisha, kuna kuletea au kuna kuwaisha miujiza yako. Kwa hiyo ni lazima ukiangalia hasira ulionayo unajua hii hasira inalenga upande wa Mungu au inalenga upande wa shetani. Kwa hiyo kutokubadilika kuna kuchelewesha miujiza, lakini kubadilika kwako kuna waisha miujiza yako. Haleluya. Tunaenda Mbwea namba 7, uchungu. Mwambie mwenzako uchungu. Kuna watu wanakuwa na uchungu uleta chungu. Hataki kuachilia, ni machozi. Chochote kinachokupa uchungu kikatae. Uchungu ni unajisi wa mtu. Uchungu ni nafsi ya adui. Mbwea namba 5. Namba 8, kuhangaika na mambo ya wengine yasio kuhusu. Unayeandika andika Wathesalonike wa pili 3:11. Jifunze kutulia kwenye maisha yako na familia yako. Jifunze kutulia kwenye maisha yako na familia yako. Achana na mambo ya watu wengine yasio kuhusu. Hiyo ni tabia. Ukikaa darasani kwangu lazima uwe na daftari na kalamu. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kuachana na mambo ya watu yasio kuhusu mwana wa Mungu. Hebu fuata mambo yako. Hebu shikana na Mungu wako na familia yako. Jifunze kumtafuta Mungu. Wathesalonike. Naona kuna mtu anauliza huko. Wathesalonike wa pili 3:11. Mbwea namba 9, vinyongo. Hiyo ndio imejaa. Vinyongo. Mtu anakaa na kinyongo mpaka anazeeka nacho. Hataki kusamehe, hataki kuachilia. Mwana wa Mungu, kusamehe ni afya. Angalia mtu asiyesamehe anavyokuwa. Kwa kuwa moyo umeinama ndani, umekunjika na ngozi na sura kila kitu vinakunjika. Kusamehe ni afya. Vinyongo vinakuathiri wewe na sio unayemshikilia. Naona hicho kitu. Wewe unanikuwa na kinyongo na mimi aka mwenzako naenda mbinguni. Wewe unabaki na kinyongo. Yesu anarudi ananiambia mwanangu twende. Mimi naenda napana kuacha na kinyongo. Kwa hiyo kinyongo akimuathiri adui yako kinakuathiri wewe. Ni sawa na ile chuki. Dawa ya kinyongo ni kusahau mabaya na machungu. Kinyongo ni kitu kidogo lakini madhara yake ni makubwa. Isaya 43:19. Unayeandika Isaya 43:19. Kinyongo ni kitu kidogo lakini madhara yake ni makubwa. Usipoachilia ya kale, mapya hayawezi kuja kwako. Achilia kwanza mambo ya kale. Achilia kwanza tabia za kale. Ili mambo mapya yaje kwako, ni lazima uvue ya kale. Ya kale ndio anayesemea kinyongo. Kutokusamehe, kutokuachilia, kutokusahau. Uwezi ukabarikiwa na kinyongo. Uwezi ukafanikiwa na kinyongo. Hadi umeacha kinyongo ndio uone baraka za Mungu. Unapiga kelele, unafunga na kuomba, utumbo umekauka, umezama ndani, uone majibu kwa sababu tu kuna mtu umemshikilia, umeshindwa kumsamehe. Haleluya. Acha kinyongo. Acha kinyongo, samehe, achilia, sahau. Mungu atafanya mapya pale utakapozika ya kale na kusahau yaliyopita yanayokuumiza moyo. Uwezi ukabeba mafuta ukiwa na kinyongo. Nazungumzia mafuta ya Roho Mtakatifu. Usiseme mama anazungumzia mafuta gani. Uwezi ukabeba mafuta. Si wakati tunaomba tunahitaji kujazwa mafuta. Haya mafuta yanaingia wapi? Roho Mtakatifu anaingia wapi? Unajua Roho Mtakatifu na vinyongo ni vitu viwili tofauti. Hawezi kukaa ndani yako. Utaomba mkavu. Hangali toboi, maana wewe mwenyewe umebeba watu, umebeba magunia watu moyoni. Kuna aliyeniangalia vibaya, kuna aliyesemaga nimekonda, kuna aliyeniambia nguo yangu haijanipendeza, kuna aliyenisogezea mpaka,
Kuna aliyenulia kuku wangu akampa sumu. Utabeba wangapi? Kuna mwalimu alimchapa mwanafunzi shuleni. Mtoto wangu akachapwa shule. Mtoto wangu akaambiwa sijui ana akili. Utakusanya vingapi? Samehe na kuachilia. Achana na dhambi uende mbinguni. Achana na shetani tuende mbinguni. Tamngangania shetani mpaka lini? Tunaenda bwaya namba 10. Lugha za matusi. Roho Mtakatifu anahuzunishwa kwa sababu ya lugha za matusi. Roho Mtakatifu anahuzunika kwa sababu ya lugha za matusi. Nataka kuambia kuna watu wameokoka lakini wanatukana. Mungu shahidi, hata Roho Mtakatifu ananiambia. Watu wameokoka na ni muombaji mzuri, ni mbubujikaji mzuri, ni mfungaji mzuri, ni mwana praise mzuri, lakini kinywa hicho shetani anakitumia kwa silaha ya kutoa matusi. Alafu kinywa hicho kinakuja madhabahuni kinashika maiki. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya. Sema leo ni leo. Hakika siachi mtu leo. Wewe unashika maiki unasimama madhabahuni. Tazama wewe ni Bwana. Tukishavuka hapa eneo la kanisa, ukifika hapo nje, hicho kinywa shetani ameshakivaa, kinatoa mengine. Hangetokea baba bahati mbaya katokea baba nyuma yako, anaweza asiamini kwamba hivi ni ule mwanangu pale kwenye ile madhabahu, ni ule mwana praise. Wewe ndugu, angalia kinywa chako shetani asikifanye silaha. Haleluya.